Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo ikiwa ni tarehe 16 ya mwezi Oktoba, siku ya Alhamisi, na masomo yetu yanayotuongoza katika tafakari yetu siku ya leo. Somo la kwanza ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 3 aya 21 mpaka aya 30, na somo la Injili ni Injili ya Luka sura ya 11 aya 47 mpaka aya ya 54. Karibuni tuweze kutafakari pamoja sehemu ya maandiko matakatifu. Usisahau kusubscribe katika channel hii ili tuwe pamoja na tuweze kutembea pamoja katika imani. Na tukianza tafakari yetu siku ya leo, somo letu la kwanza ambalo kama nilivyokuja kujulisha hapo awali ya kwamba yatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 3 aya ya 21 mpaka ile aya ya 30. Katika sehemu hii Mtume Paulo anafundisha kwamba Wayahudi pamoja na watu wa mataifa yote kwa ujumla wao wanahitaji ukombozi kwa njia ya Kristo Yesu, na wala si kwa matakwa ya sheria ya Musa, Torati, bali sisi sote, aliye Myahudi na aliye mtu wa mataifa mengine, sisi sote tunahitaji ukombozi wa nafsi zetu kutoka kwa Kristo Bwana, kwa sababu sisi sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa utukufu wa Mungu. Utukufu huu yani ni ile hali ya Mungu kuwa pamoja na sisi. Dhambi sasa na matokeo ya dhambi inamuondoa Mwenyezi Mungu pamoja na uwepo wa Mungu ndani ya mioyo yetu na katika jamii zetu. Kwa hiyo watu wote wanahesabika haki na wanahesabiwa haki si kwa kushika Torati bali kwa kushika imani iliyo katika Yesu. Torati haiwezi kumkomboa mwanadamu isipokuwa neema itokayo katika imani iliyozama katika Kristo Bwana. Hivyo basi, damu ya Yesu imefanyika kuwa upatanisho baina yetu sisi wanadamu na Mwenyezi Mungu. Ukombozi wetu umewezekana na kwa kumwaga kwa damu yake Yesu Kristo msalabani. Na damu hii sasa ambayo Yesu ameimwaga ili kutupatanisha sisi pamoja na Mwenyezi Mungu, si kwa ajili ya Wayahudi peke yao, bali kwa kila mmoja, kwa watu wote wa mataifa yote, wa kabila zote, wa rangi zote. Mungu wetu si Mungu wa Wayahudi peke yao, bali ni Mungu wa mataifa yote, na anatuunganisha sisi pamoja na yeye kwa neema inayopatikana katika ukombozi ulioletwa kwetu sisi wanadamu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo katika somo hili Paulo anaeleza kinagabaga ya kwamba ukombozi wa mwanadamu unapatikana kwa kumsadiki na kumwamini Kristo, ya kwamba ndiye Bwana, lakini vile vile ndiye ambaye aliyelipia deni ya dhambi zetu kwa kumwaga damu yake msalabani. Na katika somo la Injili siku ya leo, Yesu anawakalipia wanasheria. Wanasheria hawa walikuwa ni wataalamu wa sheria za Kiyahudi. Kwa hiyo Yesu anawakalipia wanasheria kwa upinzani wao katika Injili ya Kristo. Kwanza anawakalipia wanasheria hawa kwa kuto kuwafundisha watu maandiko matakatifu ambayo yanadokeza ujio wa Masia. Laiti kama wangefanya hivyo, watu wangemwamini Yesu, isipokuwa wao wametafsiri kinyume maandiko hayo yanayolenga ujio wa Masia. Kwa hiyo sio tu kwamba hawakuwafundisha watu maandiko hayo ambayo yametaja ujio wa Masia, lakini vile vile hata walipoyadokeza walitoa tafsiri nyingine kabisa ambayo haimuonyeshi Yesu moja kwa moja kama yeye ndiye ambaye amekuja kutimiza maandiko hayo. Mtakatifu Mathayo, mwinjili huyu, yeye anasema ya kwamba waandishi hawa wamewafungia watu ufalme wa mbinguni. Hivyo basi hawa waandishi walifanya kila wawezalo ili Wayahudi wasimwamini Yesu, lakini vile vile waliwatishia watu wanaomwamini Yesu, hata kuwawekea vikwazo na masharti ya kuto kuingia hekaluni. Halikadhalika vile vile pia waliwafukuza hata katika mahekalu yao. Yesu anawaonya kwa kuwa kwa kufanya hivyo wanaondolea watu ufunguo wa maarifa ya ukombozi
na wamewazuia na wengine vile vile kuingia katika ukombozi. Hata hivyo, na wao pia hawataupata ukombozi huo. Zaidi ya hayo, wanafuata maneno ya manabii, lakini huyu ambaye anayatimiza maneno hayo ya manabii hawana muda naye. Kwa Yesu anawaambia, kama jinsi ambavyo baba zenu waliwaua manabii, na ninyi hivyo hivyo ndivyo ambavyo mnamuua yule ambaye analifanya neno la manabii liwe hai. Kwa hiyo mnazidi kuua Injili, mnazidi kuua neno la Mungu, na hamna mpango na Mwenyezi Mungu. Matokeo yake, wanasheria na Mafarisayo sasa wanamsonga na kumvizia ili wapate neno la kumshtaki na kisha waweze kumuua na kumuondoa. Sasa kutoka katika sehemu hii ya maandiko matakatifu siku ya leo, ni funzo gani ambalo tunaweza kulipata? Funzo lenyewe ni lepesi na rahisi sana. Siku zote tambua ya kwamba ukweli ni adui wa uovu, na watu walio wengi hawapendi kusikia ukweli, hawapendi kusikia mafundisho ya kweli, wala hawaishi ukweli. Maisha yetu sisi wanadamu tulio wengi yametawaliwa na giza na kupenda zaidi uongo. Mtakatifu Inyasi wa Antiokia anasema ya kwamba yeye ni ngano ya Bwana ambayo ni lazima isagwe midomoni mwa simba ili utoke mkate mzuri wa Kristo. Na maneno haya anayasema alipokuwa njiani kukielekea kifo chake, na anayasema akitoa tafsiri ya kwamba alichofundisha katika maisha yake, alifundisha ukweli wa Yesu, na ukweli huu yeye mwenyewe licha tu ya kufundisha, lakini vile vile aliuishi. Lakini kwa sababu watu hawakupenda ukweli, walichukizwa na maneno ya ukweli, hivyo walinuia kumuua ili kuondoa ukweli. Na yeye anajivunia, anasema kwa ukweli ule aliofundisha na kwa ukweli ule aliouishi umefananishwa na ngano. Na hivyo hata anavyoadhibiwa kwa kuliwa mateso haya ya kuliwa na simba, yeye anasema ni ukweli ule ule ambao ni ngano, sasa unakwenda kutoa unga ambao ni mzuri utakaofaa kuandalia mkate wa Bwana. Kwa hiyo Yesu anakemea uovu wa wanasheria, na uovu huu ambao ni ukweli mchungu kwa wanasheria unakuwa ni chukizo na kikwazo kwao. Wananuia hata kumwangamiza kwa sababu maisha yao yametawaliwa na uongo, hawautaki ukweli, ni watu wa giza, watu wa kujificha, daima wanatafuta kichaka kuficha maovu yao, lakini hawataki kusikia kweli. Na mbaya zaidi, Yesu anaanika maovu yao hadharani, ndio inakuwa ni chukizo kweli. Hawataki ukweli, daima wanapenda giza. Ndivyo ambavyo dunia leo ipo. Ukweli daima kuleta mabadiliko. Lengo la ukweli ni kuleta mabadiliko ili tuishi vyema. Lakini leo tulio wengi hatupendi mabadiliko, na ukisema ukweli, ukifundisha ukweli, hata makanisani leo hii utashukiwa na kukimbiwa na watu. Ukijaribu kuhamasisha watu ya kwamba maisha ya bila sakramenti ni dhambi, na ukiwaambia watu ya kwamba waache maisha ya zinaa, ukiwaambia watu waepuke rushwa, ukiwaambia watu waache chuki na uhasama, wapendane wao kwa wao, ukiwaambia watu waongeze bidii na uchaji wa Mungu, ukiwaambia watu waache imani za giza na nguvu za kishirikina, ukiwaambia watu watende haki katika biashara zao na shughuli zao wanazozifanya, ukiwaambia watu waondoe chuki na kinyongo mioyoni, watu hawa watakuchukia na hawatakupenda na watakukimbia. Hawataki kuguse sehemu ya maisha yao iliyobeba kiini. Wanachopenda ni kudanganya, maneno ya bure, kuambiwa ya kwamba chukua maji haya yatakusaidia, na maneno mengine ya kubembeleza. Lakini ukweli daima
utamweka mtu huru, hata kama unachukiwa, haupendwi na hauna nafasi katika maisha ya watu. Kweli utabaki kusimama kwa ukweli na uongo hautakuwa na nafasi katika ukweli. Kwa hiyo ndugu zangu, jambo la msingi ni hili: pende kweli, ishi kweli na fuata iliyo kweli. Utabarikiwa sana, na kubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.